Huwa ligeni mpenzi mwana michezo, ni wasaa mwingine tena tunakwenda kujadili yale masuala ya kimichezo hususan ya klabu kubwa hapa Tanzania, na si wengine tena ni Young Africa. Leo tupo na taarifa kubwa mbili ambazo tupo nazo. Taarifa ya kwanza ni kuhusiana na usajili, wachezaji 4 wanajiunga na klabu ya Young Africa. Nitawataja kwa kifupi kwa sababu kuna video ambayo nimewazungumzia kwa kirefu, lakini pia ninakwenda kutaja kile ambacho kimezungumzwa kwenye barua ya dabi ya Kariakoo. Young African wamesema nini? Ni taarifa kubwa ambayo utaipata, lakini pia kama una Young app utakuwa umekwisha ipata. Ni taarifa kubwa mno kuelekea dabi ya Kariakoo. Young African kipi kimewafanya kufanya maamuzi haya? Usisahau, je, ni mechi ya Singida au ni mamlaka kutoka juu? Tutaanza na taarifa za usajili. Tutaanza na wachezaji ambao wanajiunga na klabu ya Young African. Daba Diakite anajiunga na klabu ya Young African baada ya kukamilisha usajili wa miaka 4. Miaka 2 kama timu itatokea kumsajili, basi Young African watamruhusu aondoke. Hii ni kama ilivyokuwa Stefan Aziz Ki. Yeye Diakite atautumikia mikataba wa miaka 2. Baada ya hapo, kama una timu kutoka nje ya Afrika itamtaka, basi ataondoka, lakini mikataba mingine miaka 2 ni option. Young Africa wanaweza kuiongeza, kwa hiyo wamemsaini kwa miaka 4. Mchezaji mwingine ambaye anakuja katika klabu ya Young Africa tumemzungumzia kwa muda mrefu, sehemu mwingine tena ni Kou Uyate. Huyu ni namba 10 ambaye anakuja katika jiunga na klabu ya Young Africa, si kwa mkopo bali ni kwa jumla, na amefanya vizuri katika klabu ya Stade Abidjan. Mchezaji mwingine baada ya kujiunga na klabu ya Young African ni Omar kutoka katika klabu ya Kaizer Chiefs, na mwingine ni yule beki ambaye ametikisa sana, Ibrahim Keita. Ametikisa sana akiwa na klabu ya TP Engrebe Mazembe. Amewasumbua sana klabu ya Young African. Kwa Keita anajiunga na klabu ya Young African kwa mkataba wa miaka 3 baada ya kuwagomea TP Mazembe, lakini pia kukataa ofa ya klabu ya Young African. Hao ndio wachezaji ambao wanajiunga na klabu ya Young African hadi sasa. Kuna wengine wanakuja kwa sababu kuna wachezaji wengi wa Young African wanakwenda kuondoka. Sasa tuende kwenye taarifa ya muhimu, taarifa kuhusiana na dabi ya Kariakoo. Baada ya Young African kupokea barua nzito na kuijibu kwa kishindo, dabi ya kati ya Young African na Simba Sport huenda ikapigwa baada ya klabu ya Young African kualifiwa yale ambayo walikuwa wanayataka katika mkataba, katika yale makubaliano ambayo walizungumza yanakwenda kufanyiwa kazi ndani ya wiki hii. Kwa hiyo tutegemee kuiona dabi. Wewe kama shabiki wa Young African unaweza kutuambia hapo kwenye comment kama mnahisi mnaweza kuwafunga Simba Sport, lakini pia kama shabiki wa Simba Sport unaweza kutuambia hapo kwenye comment kwamba tunakwenda kumfunga huyu mtoto. Kwa hiyo unaweza kutuambia pale ubaya ubwela, au kutuambia wananchi, ili tuweze kukuelewa kipi ambacho kinakwenda kutokea. Gusa achia twende kwao na makopa ya kijani na njano, lakini pia ubaya ubwela kwa makopa mekundu na meupe. Hao ndio tupo nayo kwa siku ya leo. Young African wamejibu barua na kile ambacho wamekizungumza, nenda kwenye Young app utaweza kuona kile ambacho kimezungumzwa. Lakini kiufupi ni dabi ya Kariakoo tarehe 15 huenda ikawepo kwa zaidi ya 90% hadi sasa. Asante, tutakutana wakati mwingine.